Yapo makosa mengi ambayo watu wanafanya kwenye ndoa, hasa wanapokuwa wanahusiana kati ya mume na mke. Lakini kama mimi ungeniuliza moja kati ya kosa kubwa ambalo watu wengi wamelifanya na ningependa nikushauri na wewe usilifanye unapokuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa, ni moja, kwamba epuka kumbadilisha mwenzi wako. Watu wengi katika jamii ambayo tupo mpaka leo hii wanaamini kwamba ni wajibu wa mume au wa mke kumchonga mwenzi wake, kumfanya awe jinsi alivyo au jinsi anavyojisikia kumfanya awe, au jinsi anavyojisikia mume wake awe. Kwa hiyo wanapokutana kati ya mwanaume na mwanamke, mwanaume ana focus kumbadilisha mwanamke awe katika mfumo ambao yeye anaupenda, awe mwanamke ambaye yeye huwa anampenda, na mwanamke naye amefocus katika kujaribu kumbadilisha mume wake awe mwanaume ambaye yeye anapenda. Na hilo tatizo haliishii tu hapo, linaenda hadi kwa watoto. Wazazi tunafocus na tunataka kuwatengeneza watoto wawe jinsi ambavyo sisi tunapenda au tunatazama. Na huu mfumo wa mtu kutamani kumbadilisha mtu upo katika vichwa vyetu, kwa sababu imetokea hivyo. Kama nilivyosema, tunatamani kuwabadilisha hata watoto. Kwa hiyo tulijengewa hivyo na wazazi wetu, walivyokuwa wanatamani, tamaa yao ile ya kutamani kuona sisi tunakuwa kwanza shuleni, tunakuwa watoto wazuri, tunakuwa watoto ambao hatuchezi kwenye vumbi, hatuchafuki, hatufanyi nini. Wakatulea vile na tamaa ile, na ile tamaa imekomanda ni mwetu, na sisi tunafikiri kwamba tupo duniani kwa ajili ya kutaka kuwabadilisha watu na kuwafanya au na kuwaumba wawe kwa jinsi ambavyo tunataka sisi. Lakini jambo moja ambalo mimi nataka nikwambie ni kwamba hilo ni moja kati ya kosa kubwa sana. Mtu akishaoa au kuolewa hatakiwi kubadilishwa. Kazi ya malezi kumlea mume wako au mke wako awe jinsi anavyotaka, ilikuwa ni kazi ambayo ilipaswa wafanye wazazi wa mke wako au wa mume wako. Kwa maana ya kwamba mke wako wewe unayemkunja na kumtaka awe jinsi ambavyo unataka litakiwa ifanyike, mke wako akiwa na miaka kuanzia 4 hadi miaka 12, wazazi wako ndio walitakiwa wafanye maandalizi hayo ili akufae wewe kwa jinsi unavyotaka, na mume wako hivyo hivyo. Lakini kitendo cha wazazi wake kushindwa ama waliweza kumlea, au wewe kushindwa kuchagua mtu unayemtaka, lakini umechagua yeyote yule na unajitahidi kumbadilisha, kitakuletea usumbufu kwa muda mrefu na kitakupotezea focus na kitakupotezea maisha. Saikolojia kwa kawaida ya mwanadamu inaonyesha kwamba mwanadamu hapendi mabadiliko. Na hata we mwenyewe tukisema kwamba badilika uwe kama huyu unayetaka kumbadilisha, unaona jinsi ambavyo ilivyokuwa ngumu. Tukisema badilika uwe na tabia za mume wako, badilika uwe na tabia za mke wako, au msikilize mke wako au msikilize mume wako, uwe kama anavyotaka, ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo mwanadamu huwa habadiliki kwa kubadilishwa na mtu. Chanzo chake cha kubadilika huwa mara nyingi ni yeye mwenyewe akitamani kubadilika anaweza kubadilika, lakini usiamini kwamba ugomvi, kelele, mapigano mnayopigana kila siku yanao uwezo wa kumbadilisha mtu. Kwa hiyo kama unataka uanze experience ya kujitambua na uanze kuwafahamu watu wengine, ni lazima wewe kwanza uepuke migogoro ya kila siku. Migogoro ya kila siku ina uwezo mkubwa wa kukondolea uwezo wa wewe kujitambua. Safari ya kujitambua imewadia, na ni wakati wa kila mmoja wetu kuanza kufikiri kujitambua ili uwe na uwezo wa kuishi. Na haya yote ambayo yanatokea mtu kutaka kumbadilisha mtu ni kwa sababu mtu yeye mwenyewe hajitambui. Na unapokuwa hujitambui ndipo unapoweza kaoa hata mtu ambaye we mwenyewe hukutakiwa kumuoa, na umefika kwenye ndoa sasa ndipo unataka kumuumba mtu ambaye ulitakiwa kumuoa. Kumbe huyo mtu ulitakiwa kumchagua na hukutakiwa kumbadilisha. Kwa umejipa kazi nyingi ambazo zinazuia kazi nyingine za uzalishaji za nje kwa kukosa kujitambua. Anza safari ya kujitambua, bado hujachelewa. Anza safari ya kurudi ndani mwako, kuishi maisha yako, kuishi maisha yenye furaha na maisha yenye utulivu, badala ya kutamani hayo maisha uyapate kutokea nje, kutokea kwa mke, kwa mume, kwa watoto na kwa majirani na kwa watu wanaokuzunguka. Anza safari ya uponyaji. Fikiria kuhusu wataalamu wa masuala ya kiroho, walimu wa masuala ya kiroho, lakini fikiria pia kuhusu wataalamu wa afya ya akili, wapo ambao wameconnect na nguvu zao za ndani na wanao uwezo wa kuconnect na nguvu zako za ndani.
Mimi ni MJ for People. Salia na wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.